السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutukusanya katika jalsa kama hii, jalsa ambayo kwamba inateremka rahma, maghfira. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitutoe katika majlis kama hii, ila yote yale ambayo kwamba yanapatikana katika jalsa kama hii ametupatia. Mimi nimesimama kutabaru kumweleza babu yangu mzee wetu Haji Dino Hidi. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie baraka zake na namna aliyomchagua yeye akamjua Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuchague na sisi tujue Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mzee wetu tutajaribu kumweleza katika ibada yake, katika tawadhu yake na katika wasia wake ambao alikuwa akitupatia na katika dua alikuwa akituombea kadhalika. Tukianza na ibada yake, babu yetu Mzee Dino Hidi alikuwa ni alim, alikuwa ni mfanya ibada, hasa kufunga saumu. Kiingia Rajab yote alikifunga mpaka Ramadhani. Tuachie hapa nisishereheshe kwa sababu ya muda. Ibada nyingine ambayo alikuwa akikithirisha tukimwona ni kusoma Al-Qur'anul Karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa taufiki ya kuweza kusoma kitabu chake. Kila wakati huwa anakaa kama sijakosea sehemu kama hii akisoma Al-Qur'anul Karim. Na mtu akifanya ibada kwa wingi, Allah anamuhifadhia viungo vyake. Katika viungo alivyohifadhiwa babu yetu Mzee Dino Hidi, macho yake hakuvamiwana akisoma. Utakuta pamoja na uzee wake alikuwa akikaa bila ya miwani akisoma Al-Qur'anul Karim. Na hili tunakumbuka, tuambiwa kuna baadhi ya watu wema ambao alionekana pia ni mtu mzima, lakini bado viungo vyake ni visima. Akaulizwa, wewe uko umri umeenda, lakini bado kila kitu yako ni mzima, kwa nini? Akasema, tumehifadhi viungo vyetu katika taa ya Mwenyezi Mungu tukiwa ni vijana, Allah akatuhifadhia viungo vyetu tukiwa sisi ni wazee. Kwa hivyo na sisi tumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ametueleza yule ambaye kwamba ameshikamana na Mola, anayemjua Mola Subhanahu wa Ta'ala, hazeki akafika katika umri ule wa kuzeeka kabisa. Wacha Mungu na wanazuoni na walioshikamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawazeki. Nikitoka katika ibada yake, tunaingia katika wasia wake. Wasia mkubwa alikuwa akitupatia babu yetu, kutuambia, mwanangu, usiwahi kuzungumza urongo. Urongo upita mbali nayo kabisa. Hata ukaona ule urongo utakuokoa, anasema huu urongo utakuangamiza. Na sisi tuchukue wasia kama Mungu. Mkiishi na hii peke yake ndio alikuwa akituhusia zaidi babu yetu. Na sisi tuchukue. Na Mtume anatuambia je? Kuzungumza urongo. Alamatul munafiqin thalatha. Alama ya mtu mnafiki ni tatu. Idha hadatha kadhaba. Akizungumza mtu mnafiki anazungumza urongo. Na zama hizi usiulize, kila mtu anazungumza urongo, hasa siri.
tunazungumza urongo kwa wingi. Kwa hivyo tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, tupiteni mbali na urongo. Huo ndio wasi wake alikuwa akitupatia. Tukiingia katika dua yake, dua ambayo alikuwa anatuombea kabla ukienda kutaka dua ama umwambia kuombea, unakwambia mwanangu, kwanza kabla sijakuombea Mungu sijawapea wasia, anatupea dua, anasema Allah akupe afya, kwa sababu bila ya afya hauwezi kusoma. Alikuwa akituambia na sisi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupatie afya. Hii ndio dua yake alikuwa akituombea, kwa sababu anasema bila ya afya hauwezi kufanya chochote, hata ibada pia hauwezi kufanya. Kwa hivyo na sisi Allah atuzidishie afya. Nikimalizia tawadhu yake, Mtume anatuambia man tawadha rafa'ahu Allah, yoyote mwenye kujiweka chini Allah anamuinua. Katika miongoni mwa tawadhu yake ambayo tumemwona babu yetu alikimsimamia mtoto wake, kijana yake, shekhe letu, mlezi wetu Al-Ustadh Ismail Kindo. Siku moja tumekaa na yeye, Ustadh Ismail ndo ameingia. Mzee wetu babu yetu alisimama, Ustadh Ismail akamwambia babangu, mbona unanisimamia? Akamwambia mwanangu, mimi nakusomea na kusimamia kwa sababu ya elimu yako, kwa sababu ya elimu yako, na kuheshimu kwa sababu ya elimu ambayo uko nayo. Angalia, ni mzazi anamsimamia mtoto wake kwa sababu anatukuza, kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo shekhe letu Al-Ustadh Ismail Kindo. Haya ndio kwamba tumeona kwa babu yetu. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale aliomba na sisi atupatie. Namna alivyochagua na sisi atuchague. Wa hakaza wala afwa minkum ahsantu wa